mabibi na mabwana, mimi Mchaga Kishumudu wa Basolomoni. Leo nipo na ndugu yangu bwana kutokea Kigoma, amemaliza kilomita 1200. Alimaliza kilomita 1200 kwa baiskeli. Alitoka Kigoma mpaka Dar es Salaam kuhudhuria mkesha usiosaulika wa mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Mwamposa. Jamani huyu hapa, atajitambulisha jina lake, anaitwa nani na Kigoma anatokea sehemu gani? Jitambulishe jina lake. Kwa jina naitwa Joseph Mayala Ngete. Nimetokea Kigoma. Kigoma. Ndio. Kigoma sehemu gani pale? Wilaya ya Uvinza. Wilaya ya Uvinza. Ulifikiriaje, uliwaza nini mpaka kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam kwa baiskeli? Manake sio kitu cha kawaida, manake watu wengi wameshangaa. Wewe ulifikiria nini? Uliwaza nini katika maisha yako? Maana kitu ambacho niliwaza, mama yangu ili apone alikuwa anauma sana. Ndio. Kwa hiyo ulichukua uamuzi kujiandaa kumfuata mtumishi wa Mungu ili upate upako ili mama yako apone. Ndio, kwa imani ya Mungu. Kwa imani ya Mungu. Ndiyo. Njiani ilikuwaje sasa? Njiani baada kutoka Kigoma na kuifuata Dar es Salaam, si mchezo, mapoli, milima, misukosuko. Wewe ilikuwaje hapa njiani? Hapana, ilikuwa vizuri tu. Ndio, mpaka nimetembea kufika hapa, yani sijaona kitu chochote. Njiani ukakutana na changamoto zozote njiani? Changamoto ambayo nilikutana nayo tu ni panja 3 kwenye basikeli yangu. Panja ya kwanza ilikukuta ukiwa sehemu gani? Panja ya kwanza ilinikuta nikiwa Dodoma. Dodoma hiyo. Ndio. Maana kutoka Kigoma mpaka Dodoma, panja ya kwanza ukasimama pale. Ulitumia muda gani kuziba pancha na kuanza safari tena kuja Dar es Salaam? Nilitumia saa 2 tu. Saa 2. Ndio, kuziba pale basikeli. Pale vipi, ulienda kwa fundi baiskeli kukuzibia au uliziba mwenyewe, ulikuwa na vifaa? Niliziba mwenyewe tu, nilikuwa na vifaa. Wewe ulijipanga kila kitu. Maana yake ulipofika hapa niliona ulikuwa na pampu ya kujazia upepo, ulikuwa na dumu, ulikuwa na mchele, ulikuwa na kitu gani kingine? Nilikuwa na pampu 2 za basikeli. Ulijiandaa pampu 2. Ndio. Baada ya hapo pampu tunasema pancha ya pili ilikukuta wapi? Panja ya pili ilinikuta nimesha jipita ile poli la kutoka Dodoma. Poli la kutoka Dodoma pale. Ndio panja. Kwa hiyo polini pancha ikakukuta. Ndio. Kwa hiyo ukapaki ukaziba. Ndio. Ikawaje sasa hapo baada ya hapo? Nilipomaliza kuziba pale basikeli, nikaanza mwendo wangu tena wa kuja. Mpaka kesho yake tena nilitembea, ikaja kupata panja tena, nimefika Morogoro pale mjini Msamvu ama vijijini? Vijijini. Ndio. Sasa njiani harakati zikuaje? Ulikuwa ukipaki unapika unakula ama watu walikuwa wanakusaidia kwenye msosi? Hapana, vyakula nimetoka navyo nyumbani kule. Maana kule nimetoka na lita 10 ya mvungu uliokobolewa. Nilikuwa napita tu kwa watu kuomba sufuria ili kupika vyakula vyangu. Ndio. Kwa hiyo walikuwa wananisaidia kweli, sufuria wananipikia wenyewe. Ndio. Okay. Sasa ulipofika Dar es Salaam kwao ulikuwa umetumia siku ngapi kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam kufika kabisa kwa mtumishi wa Mungu kwenye mkesha? Nimetumia wiki 1 na siku 3. Ukijiangalia katika mwili wako, changamoto gani ambayo unapangine unasema kuna sehemu fulani iliuma kutokana na kunyoka baiskeli, kuna kipindi pale ulikuwa unasimamia ama vipi? Changamoto gani ambayo ulikukuta kiafya? Hapana kabisa, maana changamoto iliyonikuta tu kule mwanzoni. Nikimbia siku 2 miguu ikaanza kuuma. Lakini nilichukua mafuta ambayo nimetoka nayo nyumbani kule ya upako kuja kuweka kule ambapo nilikuwa naumwa. Mpaka leo saa hizi sijaumwa hata kidogo. Mpaka kufika hapa kwa mtume Mwamposa sijaumwa. Ndio. Na ulibahatika kupata nafasi ya kukutana na mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Mwamposa pale ambapo kipindi nimefika hapa? Ndio, nilikutana naye. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi unajionaje baada ya kufika Dar es Salaam na watu wamekupokea na mitandao ni huko kila mtu akikuongelea wewe, unajisikiaje? Najisikia vizuri sana. Maana Yesu aliyenipokea namshukuru sana. Ndio. Namshukuru sana. Ndio. Aendelee mtume kuinuliwa na baraka za Mwenyezi Mungu, apewe sifa nyingi sana. Amina. Kigoma sasa hivi wanakuangalia, unawaambiaje watu wa Kigoma sasa hivi wanakuona, wanakutazama kupitia kwenye channel yako, unawaambiaje watu wa Kigoma? Watu wa Kigoma nawaambia waokoke.
wamwamini Mungu. Ndio, wamwamini Mungu waokoke. Vipi, unarudi Kigoma ama unaanza maisha hapo, unachukua mkeo unaanza kuja kuishi hapa Dar es Salaam? Dar es Salaam. Kwanza anatabasamu kuona kwamba Dar es Salaam. Iongelee Dar es Salaam, vipi, unaanza maisha hapa ama unaondoka Kigoma? Mungu akinipa sifa nzuri, naishi hapa Dar es Salaam na mama yangu mzazi. Unaenda kumchukua, unakuja naye kuishi hapa? Ndio jamaa aliyotoka Kigoma moja kwa moja kuja kwenye mkesha wa usiosaulika. Bwana ametoka Kigoma kwa baiskeli tuliona, ndio huyu hapa nipo naye, ametumia kilomita 1200. Bwana, hebu tumia wewe, utakuja Dar ama utarudi tena kwa mguu ama utarudi tena kwa baiskeli? Huyu jamaa ni shujaa, tunampongeza. Karibu sana Dar es Salaam, kwa mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Mposa, kimbilia upako. Bwana, asante sana. Asante bwana. Asante sana. Bwana, nipo na shujaa ajengewe mnara popote pale. Mnara wake wewe wapi? Toa comment hapo hapo. Hebu sema mnara wapo, wewe Kigoma, Uvinza ama wewe Dar es Salaam, sehemu gani? Comment hapo, dondosha.